Habari. Ulimwengu ni mkubwa kuliko tunavyofikiria na Afrika inathibitisha hilo. Endelea kutazama kwa sababu sehemu ya kuvutia zaidi bado inakuja. Jisajili na upende, hakika hutajuta. Leo tutazungumzia mifugo ya kale ya Waswahili ambayo inabeba siri kubwa za utamaduni wetu. Hadithi hizi zimepita vizazi kwa vizazi kupitia midomo ya wazee wetu wa pwani. Tunachunguza ni nini kinachojificha nyuma ya visa vya mizimu na majini. Mifugo hii si tu hadithi za bubu, bali ni kitabu cha historia ya watu wetu. Kila hadithi ina ujumbe wa kijamii na wa kimaadili unaofundisha jamii yetu. Tunasoma jinsi mababu zetu walivyoelewa dunia kupitia hadithi hizi za ajabu. Tunagundua falsafa ya maisha iliyojificha ndani ya visa hivyo vya zamani. Ikiwa hujajiandikisha kwenye kituo chetu cha Ufalme Uliopotea, basi tafadhali fanya hivyo sasa na ubonyeze kitufe cha kupendeza. Pwani ya Afrika Mashariki imekuwa mahali pa kukutana kwa tamaduni mbalimbali kwa karne nyingi. Wafanyabiashara kutoka Uarabuni, India na Uchina walikuja pwani hii kwa miaka 1000. Hii ilisababisha mchanganyiko wa itikadi na imani tofauti katika jamii ya Waswahili. Tunaweza kuona jinsi hadithi za Kiislamu zilivyochanganyika na imani za asili za Kiafrika. Mifugo ya Waswahili ni matunda ya historia ndefu ya mawasiliano na kubadilishana maarifa. Waswahili wa pwani ya Afrika Mashariki wana hazina ya hadithi zinazovutia sana. Hadithi za Fumo Liyongo ni mojawapo ya visa vikubwa vinavyosimuliwa hadi leo. Liyongo alikuwa shujaa wa kusikitisha aliyeishi katika mji wa Shanga miaka mingi iliyopita. Aliuawa kwa hila ya ndugu yake mwenyewe ambaye alitamani ufalme wake. Lakini kabla ya kufa, Liyongo aliimba nyimbo zinazokumbukwa hadi sasa na Waswahili. Visa hivyo vinaashiria mapambano ya familia kwa ajili ya madaraka na utajiri. Tunaweza kuona jinsi mapenzi ya nguvu yalivyosababisha maangamizi ya shujaa mkuu. Hadithi hii inafundisha kuwa wivu na tamaa vinaweza kuharibu hata uhusiano wa damu. Tunajifunza kwamba mafanikio ya mtu mmoja yanaweza kusababisha chuki za wengine. Historia ya Liyongo inaonyesha umuhimu wa uadilifu katika utawala wa jamii yetu. Nyimbo za Liyongo zinaimbiwa katika harusi na sherehe za Waswahili hadi leo. Kila wimbo una maana ya kina yanayoelezea hisia za shujaa huyu. Wanashairi wa Kiswahili wameandika mashairi mengi kuhusu maisha yake ya kusisimua. Tunaweza kusoma jinsi sanaa ya ushairi ilivyokuwa njia ya kuhifadhi historia. Liyongo Fumo, ambaye alipigana na Wagunya wakati wa miaka ya karne ya 14. Shujaa huyu aliheshimiwa sana na watu wake kwa ujasiri wake mkubwa. Alionyesha nguvu za ajabu ambazo watu walifikiri zilikuwa za kichawi au za kimungu. Katika utamaduni wa Kiswahili, nguvu hizo zinachukuliwa kuwa zawadi kutoka kwa miungu. Tunasoma jinsi watu wa zamani walivyoelewa vipaji vya ajabu vya viongozi wao. Mifugo hiyo inatuonyesha kwamba viongozi walikuwa na sifa za kipekee zinazopita uwezo wa kawaida. Hadithi za Liyongo zimekuwa mfano wa ujasiri kwa vijana wa Kiswahili kwa miaka mingi. Broadcasters na majini ni sehemu kubwa ya imani za Waswahili tangu zamani za kale. Wazee wanasema kuwa majini ni viumbe vya kiroho vinavyoishi karibu binadamu. Wanaaminika kuishi katika maeneo ya pwani na katika majangwa ya mbali. Baadhi ya majini wanasemekana kuwa wema na kusaidia watu katika shida zao, lakini baadhi yao ni wabaya na wanaweza kudhuru binadamu wasio na tahadhari. Watu wa pwani wanaomba ulinzi kutoka kwa majini hao kwa kutoa sadaka. Sadaka hizo ni pamoja na uvuma, dhahabu na vitu vingine vya thamani. Tunaweza kuona jinsi imani hizi zilivyokuwa muhimu katika maisha ya kila siku. Majini wanachukuliwa kuwa viongozi wa ulimwengu usioonekana wa kiroho. Mifugo hiyo inaashiria mashirikiano kati ya ulimwengu wa watu na ulimwengu wa roho. Kuna hadithi za watu waliopata utajiri mkubwa kutokana na msaada wa majini wema. Waganga wa jadi walikuwa na ujuzi wa kuwasiliana na majini hao kupitia ibada maalum. Baadhi ya majini wanasemekana kuwa wamelengwa na watu wa biashara za baharini. Hadithi zinaeleza jinsi majini wanavyoweza kubadilisha hali ya uhai wa mtu.
Tunajifunza kwamba imani katika viumbe vya kiroho ilikuwa muhimu sana katika jamii. Watu walitumia mafundisho hayo kutatua matatizo ya maisha yao ya kila siku. Hadithi ya mwana wa mfalme kupotea inaelezea msichana aliyetwaliwa na majini wa baharini. Baba yake mfalme alitafuta binti yake kwa miaka mingi bila mafanikio yoyote. Hatimaye mwanaume jasiri alijitoa kwenda kutafuta msichana huyo katika kina cha bahari. Alikutana na majini walioishi katika kasri za almasi chini ya maji. Majini hao walimrudisha msichana kwa masharti ya kupewa zawadi za thamani. Hadithi hii inafunza juu ya thamani ya ushujaa na upendo wa familia. Inaonyesha kwamba binadamu wanaweza kushirikiana na viumbe vya kiroho kwa manufaa ya pande zote. Safari ya mwanaume jasiri iliendelea kwa wiki 8 chini ya bahari. Alikabiliana na viumbe vingi vya hatari kabla ya kufikia kasri la majini. Msichana aliyeokoka alikuwa amelishwa na majini na kukaa katika chumba cha vito. Alikuwa amejifunza lugha ya majini na mila zao wakati wa mateka yake. Wakati wa kurudi ulimwenguni, alikuwa na hadithi za ajabu za maisha chini ya maji. Tunaweza kuona jinsi hadithi hii inavyoelezea mashirikiano kati ya ulimwengu wa watu na wa roho. Mifugo hii inafundisha kwamba ushujaa na uvumilivu vinaweza kushinda changamoto zozote. Reinforce tunachunguza pia hadithi za kishenzi ambazo zinasimuliwa na wazee wa vijiji vya pwani. Visa hivyo vinahusu wanyama wenye nguvu za ajabu na uwezo wa kusema kama binadamu. Kuna hadithi za simba aliyekuwa mfalme wa msitu na aliyetawala kwa haki. Pia kuna visa vya tembo mkubwa aliyeokoa kijiji kutoka kwa njaa kuu. Wanyama hawa katika mifugo ya Kiswahili wanawakilisha sifa za kibinadamu mbalimbali. Simba anawakilisha nguvu na utawala wenye haki kwa wote katika jamii. Tembo anawakilisha hekima na ukarimu wa kuwasaidia wengine wakati wa shida. Tunaweza kusoma jinsi watu wa zamani walivyotumia wanyama kama mifano ya maadili. Je, unaweza kufikiri wanyama wengine wanaotumika katika mifugo ya jamii yako? Na tafadhali tuambie katika sehemu ya maoni hapa chini. Kuna pia hadithi za nyoka mkubwa aliyeishi katika shimo la mti mkubwa. Nyoka huyu alisema na watu na kuwapa ushauri wa hekima wakati wa magumu. Kobe alionekana kama mwalimu wa uvumilivu na wa utulivu katika maisha. Chura aliwakilisha ubunifu na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira. Tai alithaminiwa kwa macho yake makali na uwezo wake wa kuona mbali. Kila mnyama katika mifugo alikuwa na jukumu maalum la kufundisha jamii. Mila za kuzikwa na sherehe za wafu ni sehemu muhimu ya utamaduni wa Waswahili. Wazee wanasema kuwa roho za wafu zinabaki kuwa karibu na familia zao. Sadaka zinatolewa kwa mizimu ya mababu ili kuwapata baraka na ulinzi wao. Sherehe za mwaka mmoja baada ya kifo zinafanywa kwa kuwaheshimu waliokufa. Katika sherehe hizo, watu wanaimba nyimbo za kale na kucheza ngoma za jadi. Chakula kinatolewa kwa wageni na sehemu maalum inahifadhiwa kwa ajili ya roho. Mifugo inasema kuwa mizimu ya wazee inaweza kuonekana kwa watoto wachanga. Roho hizo zinaonekana katika ndoto au kama kivuli wakati wa jioni. Hadithi hizi zinaonyesha uhusiano wa karibu kati ya walio hai na waliokufa. Tunajifunza kwamba kifo sio mwisho, bali ni mwanzo wa hatua nyingine. Watu wa Kiswahili wanaamini kuwa wafu wanasikiliza maombi yao na kuwasaidia. Kaburi zinatiwa mikeka maalum na maua ya harufu nzuri kila wiki. Familia zinakutana kwenye makaburi kuzungumza na wafu kama wangali hai. Desturi hizi zinaonyesha heshima kubwa inayotolewa kwa wazee waliopita. Tunaweza kuona jinsi jamii inavyoshikamana hata baada ya kifo cha wapendwa. Sherehe za kumbukumbu zinafanywa kila mwaka kwa karne nyingi hadi leo. Ikiwa bado hujajiandikisha kwenye kituo chetu cha Ufalme Uliopotea, tafadhali fanya hivyo ili usipoteze maudhui mengine. Tunazidi kusoma hadithi za Bibi Mwanakupona
ambaye aliandika mashairi ya hekima. Mwanamke huyu alikuwa mwandishi mashuhuri wa karne ya 19. Aliandika utenzi maarufu unaosomwa na wanafunzi wa Kiswahili duniani kote. Mashairi yake yanahusu mafundisho ya maadili kwa binti yake. Aliandika juu ya jinsi mwanamke anavyopaswa kuishi katika jamii ya Kiislamu. Utenzi wake ni hazina ya hekima inayopitisha ujumbe kwa vizazi vyote. Tunaweza kusoma jinsi wanawake wa zamani walivyokuwa na sauti yao katika jamii. Bibi Mwanakupona ni mfano wa elimu na hekima kwa wanawake wa Kiswahili. Kazi yake inaonyesha kwamba wanawake walikuwa na jukumu muhimu katika uhifadhi wa utamaduni. Hadithi za wachawi na uchawi ni nyingine zinazosikika sana katika jamii ya Waswahili. Wachawi wanaaminika kuwa na nguvu za kudhibiti vitu vya asili na roho. Watu wanasema kuwa wachawi wanaweza kusababisha magonjwa au kuponyesha wagonjwa wengine. Uchawi unachukuliwa kuwa ni silaha yenye nguvu inayotumika kwa mema au mabaya. Baadhi ya wachawi wanaaminika kusafiri usiku kwa mbio kubwa kwa kutumia nguvu za kichawi. Wengine wanasemekana kubadilisha sura zao kuwa wanyama wakati wa usiku. Tunaweza kuona jinsi imani hizi zilivyokuwa njia ya kuelezea matukio yasiyoeleweka. Katika jamii ya zamani, uchawi ulikuwa njia ya kudhibiti watu wanaofanya mabaya. Watu walioteseka walimlalamikia mchawi ili aweze kuwasaidia kupata haki. Mifugo hii inaonyesha jinsi jamii ilivyotafuta njia za kusuluhisha migogoro yao. Wachawi walikuwa na dawa za miti shamba zinazotumika kuponya magonjwa mengi. Baadhi ya wachawi walikuwa na ujuzi wa kutabiri mambo yatakayotokea baadaye. Watu walimwomba mchawi msaada wakati wa uchaguzi wa wachumba au biashara. Uchawi ulikuwa sehemu ya mfumo wa sheria na haki katika jamii. Tunajifunza kwamba wachawi walikuwa na jukumu kubwa la kijamii na kiuchumi. Hadithi hizi zinaelezea jinsi jamii ilivyojaribu kuelewa nguvu za asili. Tunachunguza hadithi za mfalme mkuu wa Kilwa ambaye alitawala karne ya 13. Mfalme huyu alisimamia biashara kubwa ya dhahabu na pembe za ndovu. Kasri lake lilikuwa moja ya jengo kubwa zaidi la jiwe katika Afrika Mashariki. Mfalme alikuwa na uhusiano mzuri na wafanyabiashara kutoka Uajemi na India. Hadithi zinasema kwamba mji wa Kilwa ulikuwa na utajiri mkubwa sana. Watu walikuwa na mavazi ya hariri na vito vya dhahabu na fedha. Lakini tamaa ya watawala wengine ilisababisha mapigano na uharibifu wa mji. Tunajifunza kwamba utajiri mkubwa unaweza kuvutia maadui na hasidi wengi. Historia hii inafundisha umuhimu wa ulinzi na usalama wa rasilimali za taifa. Misikiti ya Kilwa ilijengwa kwa mawe yaliyochongwa kwa ustadi mkubwa. Wafundi wa uwashi walikuja kutoka nchi za mbali kusaidia katika ujenzi. Biashara ya samaki mkavu na nguo za hariri iliendelea kwa miaka mingi. Meli kubwa zilizojaa bidhaa zilikuja kutoka Arabia na Bara Hindi. Watu wa Kilwa walipata faida kubwa kutokana na ushuru wa bidhaa. Mji ulikuwa na mfumo wa maji safi ulioendeshwa kwa mabomba ya udongo. Mifugo ya Waswahili ina pia hadithi za upendo wa ajabu na wa kusikitisha. Kuna hadithi za Sada na Hadi ambao walipendana lakini familia zao zilipingana. Walipigania haki yao ya kuoana lakini mwishowe walikabiliwa na msiba mkubwa. Visa hivyo vinaonyesha jinsi jamii ilivyokuwa na sheria kali za ndoa na mahusiano. Watoto walikuwa lazima wafuate maagizo ya wazazi wao kuhusu wachumba wao. Upendo wa kweli ulikuwa ni nadra na ulipingana na mila za jamii. Hadithi hizi zinafundisha juu ya mapambano kati ya hisia za kibinafsi na wajibu wa kijamii. Tunaweza kuona jinsi vijana wa zamani walivyoteseka kwa sababu ya sheria za mila. Je, wewe unafikiri ni vyema kufuata mioyo yetu au kusikiliza maelekezo ya wazazi? Na tafadhali tuambie maoni yako hapa chini kwa kina zaidi.
Hadithi za matukio ya ajabu ya baharini ni nyingine zinazovutia katika utamaduni wa Kiswahili. Wavuvi wa zamani walisimuliana visa vya viumbe vikubwa vinavyoishi kina cha bahari. Kuna hadithi za papa wa ajabu aliyeokoa wavuvi waliopotea baharini kwa siku nyingi. Pia kuna visa vya samaki wakubwa wenye rangi za dhahabu na fedha. Watu wanasema kuwa bahari ina milango inayopeleka kwenye miji ya majini. Baadhi ya wavuvi wamelalamika kuona vitu vya ajabu wakati wa usiku baharini. Mifugo hiyo inaashiria hofu na heshima ambayo Waswahili wanayo kwa bahari. Bahari inachukuliwa kuwa ni mahali pa siri na hatari, lakini pia pa baraka. Tunajifunza kwamba watu wa pwani wanaishi kwa kuzingatia heshima ya mazingira yao. Hadithi hizi zinafundisha jinsi binadamu wanavyohitaji kuishi kwa amani na asili. Kuna visa vya watu waliokufa baharini na kurudi kama mizimu. Mizimu hiyo inasaidiwa na wavuvi kuokoa maisha ya wengine wakati wa dhoruba. Baadhi ya hadithi zinaelezea jinsi wavuvi walivyoona mwangaza mkubwa chini ya maji. Mwangaza huo ulikuwa unatokana na kimbilio la majini waliolinda hazina za bahari. Wavuvi waliosimulia hadithi hizo waliacha kuvua katika maeneo hayo kwa hofu. Ifugo ya Waswahili ina pia hadithi za vita na mashujaa wa kivita. Kuna visa vya mapigano kati ya miji ya pwani na wazito kutoka bara. Mashujaa walikuwa na silaha za kipekee kama visu vya almasi na mishale yenye sumu. Wanaume waliopigana kwa ujasiri walipewa vyeo vya heshima na ardhi nyingi. Wanawake pia walishiriki katika mapigano kwa kuandaa vyakula na kutunza wagonjwa. Baadhi ya wanawake walikuwa askari hodari waliopigana sambamba na wanaume. Hadithi hizi zinaonyesha kwamba utamaduni wa Kiswahili ulikuwa na heshima kwa wote. Tunaweza kusoma jinsi jamii ilivyodhamini mchango wa kila mtu katika ulinzi wa taifa. Vita vilikuwa sio tu mapigano, bali vilikuwa na sheria za kimaadili. Mashujaa walitakiwa kuonyesha huruma kwa majeruhi na wafungwa wa vita. Mifugo hiyo inafundisha kwamba hata katika vita lazima tuwe na ubinadamu. Tunachunguza pia hadithi za wafanyabiashara wa zamani wa mishale ya dhahabu. Wafanyabiashara hao walisafiri umbali mrefu kufika masoko ya bara la Asia. Walikuwa na jahazi kubwa zinazobeba bidhaa nyingi kama pembe za ndovu na vito. Baadhi ya safari zilichukua miezi mingi na wafanyabiashara walipitia hatari nyingi. Kuna hadithi za majahazi yaliyopotea baharini na ambayo hayakuwahi kuonekana tena. Visa hivyo vinasimuliana juu ya ushujaa wa watu wa pwani katika biashara. Wafanyabiashara walikuwa na elimu ya kupima nyota na kufuata mkondo wa bahari. Tunaweza kuona jinsi wazee wetu walivyokuwa na hekima kubwa ya kusafiri. Hadithi hizi zinafundisha umuhimu wa ujuzi na kujituma katika kazi zetu. Pia zinaonyesha kwamba biashara ni sehemu muhimu ya utamaduni wa Kiswahili. Wafanyabiashara walikuwa na jukumu la kuunganisha tamaduni tofauti za dunia. Mifugo ya Waswahili pia inahusu sherehe na maadhimisho ya mila za jamii. Kuna hadithi za sherehe za harusi ambazo zilikuwa zinaendelea kwa siku 7. Jamii nzima ilishiriki katika ngoma na nyimbo za kufurahisha waharusi wazuri. Chakula kilikuwa kingi na cha aina mbalimbali kutoka baharini na shambani. Wazee walisimulia hadithi za waharusi wazuri waliopita na mafundisho yao. Watoto walisoma jinsi ya kujenga familia yenye upendo na heshima kwa sherehe hizo. Tunaweza kuona jinsi jamii ilivyokuwa na uhusiano wa karibu na wa kushirikiana. Kila mtu alikuwa na jukumu lake katika kuhakikisha sherehe inafanikiwa. Hadithi hizi zinafundisha umuhimu wa umoja na ushirikiano katika jamii yetu. Sherehe zilikuwa si tu furaha, bali zilikuwa njia ya kupitisha maarifa kwa vijana. Hadithi za miji yaliyopotea ni nyingine zinazovutia sana katika mifugo ya Waswahili. Kuna visa vya Gedi ambao ni mji mkuu ulioharibiwa na kusahauliwa kwa mamia ya miaka. Mji huu ulikuwa na majengo makubwa ya mawe na misikiti mizuri ya ajabu. Hakuna mtu anayejua kwa hakika
kwa nini watu waliondoka Gedi haraka. Baadhi ya watu wanasema kuwa ugonjwa mkubwa ulishambulia mji huo. Wengine wanaamini kuwa vita au njaa ilisababisha watu kuhama kwa haraka. Magofu ya Gedi yanabaki hadi leo kama ushahidi wa ukuu wa zamani. Tunajifunza kwamba hata tamaduni kubwa zinaweza kuangamia kwa sababu za mazingira. Historia hii inafunza umuhimu wa kuandaa mbele na kuwa tayari kwa mabadiliko. Wanasayansi wamegundua vitu vingi vya thamani katika magofu ya Gedi. Vyombo vya udongo na vito vya dhahabu vimepatikana katika uchunguzi. Baadhi ya jengo lina maandiko ya Kiarabu yaliyochongwa kwenye kuta. Tunaweza kusoma jinsi mji huo ulivyokuwa na uhusiano wa biashara na nchi za mbali. Hadithi za Gedi zinasimuliwa na wazee kama onyo la kuangalia mazingira. Mifugo ya Waswahili ina pia hadithi za hekima zinazopitishwa kupitia mafumbo na vitendawili. Wazee walikuwa na desturi ya kutumia mafumbo kufundisha watoto hekima ya maisha. Mafumbo yalikuwa ni njia ya kufanya watoto kuwaza kwa kina kabla ya kujibu. Kila fumbo lilikuwa na ujumbe wa kijamii au wa kimaadili uliofichwa ndani yake. Watoto waliosuluhisha mafumbo walikuwa wanaonekana kuwa werevu na wenye hekima. Tunaweza kuona jinsi elimu ya jadi ilivyokuwa tofauti na ile ya kisasa. Hadithi hizi zinafundisha kwamba hekima si tu kujua mambo mengi, bali ni jinsi ya kutumia maarifa. Vitendawili vilikuwa vinaimbwa na kuchezwa katika sherehe za usiku wa mwezi. Jamii nzima ilishiriki katika michezo hiyo na kujifunza kwa pamoja. Mafundisho hayo yalifikia vizazi vyote kupitia njia ya kufurahisha. Fumbo moja maarufu liliuliza, ni nini kitu kinachokimbia lakini hakiendi mbali? Jibu lilikuwa ni kivuli ambacho linafuata mtu daima lakini halimpiti. Fumbo lingine liliuliza, ni nini nyumba isiyo na milango wala madirisha? Jibu lilikuwa ni yai ambalo linalinda ndani yake kwa ganda pekee. Mafumbo haya yalikuwa yanafundisha watoto kuhusu vitu vya kawaida kwa njia ya kuvutia. Hadithi za miujiza na ishara za kimungu ni sehemu muhimu ya mifugo ya Waswahili. Wazee wanasema kuwa miungu ilikuwa inawasiliana na watu kupitia ishara mbalimbali. Mvua nyingi au ukame uliaminika kuwa ni ujumbe kutoka kwa nguvu za ulimwengu. Ndege wa aina fulani wakionekana walimaanisha mambo mema yanakuja au mabaya yanakaribia. Watu walikuwa wanatoa sadaka kwa miungu ili kupata baraka na ulinzi. Tunaweza kusoma jinsi jamii ilivyokuwa na uhusiano wa karibu na ulimwengu wa kiroho. Miujiza ilishuhudiwa na kusimuliana kama ushahidi wa uwepo wa miungu. Hadithi hizi zinaonyesha kwamba imani ilikuwa ni msingi wa maisha ya kila siku. Watu hawakuweza kufanya maamuzi makubwa bila kupata idhini kutoka kwa mizimu na miungu. Mifugo hiyo inafundisha heshima ya nguvu zinazotuzunguka na hatuelewi. Kuna hadithi za wazee waliokufa na kurudi duniani kwa muda ili kutoa ujumbe. Miujiza ya uponyaji wa magonjwa yasiyotibiwa ilisimuliwa kwa ajili ya kuimarisha imani. Baadhi ya watu walishuhudia miti ya zamani ikizungumza au kuonyesha ishara. Ishara hizo zilikuwa zikichukuliwa kama maonyo ya jamii kufanya mabadiliko. Tunaweza kuona jinsi imani iliyokuwa muhimu katika kuongoza maisha ya jamii. Katika tamaduni wa Kiswahili kuna pia hadithi za vijana waliogeuka kuwa mashujaa. Kuna visa vya mvulana mdogo aliyeokoa kijiji chake kutoka kwa simba mkali. Mvulana huyo hakuwa na silaha, lakini alikuwa na ujasiri na akili nyingi. Alitumia hila kumshinda simba na kuokoa maisha ya watu wa kijiji. Hadithi hii inafundisha kwamba ushujaa si tu nguvu za mwili, bali ni pia akili. Tunajifunza kwamba hata watu wadogo wanaweza kufanya mambo makubwa katika jamii. Visa vingine vinahusu wasichana walioonyesha ujasiri wa kipekee katika hali ngumu. Mifugo hii inaonyesha kwamba utamaduni wa Kiswahili uliwaheshimu wote. Watoto walithaminiwa kwa uwezo wao na sio tu kwa umri wao. Kuna hadithi za msichana aliyeokoa ndugu zake
kutoka kwa jangwa lililoungua moto. Alitumia maarifa yake ya asili kupata njia salama ya kurudi nyumbani. Msichana mwingine aliongoza wazee wake kupitia bahari yenye dhoruba kali. Hadithi hizi zinafundisha kwamba ujasiri hauangalii jinsia wala umri wa mtu. Vijana walithaminiwa na kupewa jukumu muhimu katika jamii wakati waliponyesha uwezo. Tunakaribia mwisho wa uchunguzi wetu wa mifugo ya ajabu ya Waswahili. Tumejifunza kwamba hadithi hizi si tu burudani, bali ni hazina ya hekima. Zimetuonyesha historia, jinsi Waswahili walivyoishi na kuelewa ulimwengu wao wa zamani. Tunaweza kuona kwamba mifugo hii inabeba ujumbe wa maadili wa kijamii. Hadithi zinafundisha kuhusu heshima, imani na ushirikiano katika jamii yetu. Tunajifunza kwamba wazee wetu walikuwa na elimu kubwa iliyohifadhiwa katika visa hivyo. Kila hadithi ni jengo la utamaduni ambalo linaweza kutuongoza hadi leo. Tunaweza kutumia mafundisho haya katika maisha yetu ya sasa ili kujenga jamii bora. Mifugo ya Waswahili inatuonyesha jinsi hadithi za mdomo zilivyohifadhi historia kwa miaka. Kabla ya maandishi kuenea, hadithi zilikuwa ni njia pekee ya kupitisha maarifa. Vizazi vilijifunza kutoka kwa vizazi vilivyotangulia kupitia hadithi za jioni. Tunaweza kusoma jinsi utamaduni ulivyoendelea kuishi kupitia maneno ya wazee. Historia ya Waswahili imehifadhiwa ndani ya kila hadithi inayosimuliwa hadi leo. Tunajifunza kwamba kila kizazi kina wajibu wa kuhifadhi na kupitisha urithi wetu. Mifugo ya Waswahili inabeba utamaduni, utajiri na hekima ya vizazi vingi vya watu wetu. Ni wajibu wetu kuendelea kuhifadhi na kupitisha hadithi hizi kwa vijana wetu. Tunaweza kuchukua mafundisho ya hadithi na kuyatumia kutatua matatizo ya kisasa. Hekima ya zamani bado ina thamani kubwa katika ulimwengu wa leo. Tafadhali, jiandikishe kwenye kituo chetu cha Ufalme Uliopotea kama hujafanya hivyo, ili usipoteze maudhui mengine. Bonyeza kitufe cha kupendeza ili utusaidie kueneza ujumbe huu kwa watu wengine. Tuambie katika sehemu ya maoni ni hitimisho gani unaloweza kuchukua kutokana na mifugo hii ya Waswahili. Asante kwa kunisikiliza na tuonane katika kipindi kijacho ambapo tutaendelea safari yetu ya kugundua historia.